Good morning everyone. Welcome to Ave System Chronicles. I'm your host, Wamaitha Mwangi. Today, nimewaletea fashion designer, a very beautiful lady by the name Sarafina. She has very unique designs that captured my eyes. So nikasema pia nyinyi nataka muone kazi yake na pia msikie story yake. Maybe you'll get inspired na mumpromote kwa wingi. So without further ado, I would like to welcome my guest. Good morning. Morning. What's your name na umetoka wapi? My real name is Sarafina Julius. I'm from Lamu. Okay. Nakaa Lamu. Mimi ni mkazi wa Lamu. Yes. Na pengine do you have a shop around ama unafanyia wapi kazi zako? Okay, for now we have a shop, but which is not mine, but I've been working there since I was done with school, cause nimekuja Lamu, I guess last year December. Okay. Then, okay, my plan was to open a shop, which I'm still preparing for that. But I'm working with my dad. My dad is a very big fundi. He is around Lamu, anaitwa Jay, Fundi Jay. He is the one who have been training me since nitoke shule. But he's a very good fundi. That's why nimetaka kufanya kazi na yeye bado. Because I believe through his steps, I'll be doing great things. And ningependa kufanya kazi na watu wa Lamu because I feel like Lamu is a nice place where watu wanapenda mitindo, wanapenda kuvaa, wanapenda kuonekana. So I feel like when I'll be working with the people of Lamu, I think we can do a big thing. We can be working together and we can go far. Okay. Yes. Na I heard you mention kwamba baba yako ni fundi. Is that where inspiration ilitoka ama we mwenyewe tu umependa kuwa fashion designer kutoka kitambo? My dad alikuwa fundi since I was young. Actually nimegrow nikimwona ni fundi, but I didn't like fashion and design. But through him, I guess inspiration ilikuja from one day I wanted a dress, an outfit to go for an event. So I wanted a certain design which nilifeel the design ilikuwa ina fit that event. So nikazunguka the whole of Lamu, the shops. Even my dad didn't want to do me that dress because I feel it was so open, maybe plus the culture of Lamu. But I felt like when I dress like that, nitakaa poa. Nikatafuta hiyo nguo nikakosa. That is when I decided to do something. So nikakaa nikajiuliza, my dad is a designer but amekuwa tu akifanya the local designs which ni zenye watu wa Lamu wanataka. But according to me, I wanted an extra thing which is azifanywe hapa Lamu. So I felt like there is a gap in Lamu which I can fill that gap na watu wa feel like they can dress well and look smart. That is where I decided to tell my dad that I want to do another course because I was just doing another thing apart from fashion and design. Okay. Then my dad asked me, uko sure you want to do fashion and design? I said yes. Akaniambia look for a school which unaona inaweza fanya ukafeel unasoma vizuri. So tukaanza kutafuta shule, nikatafuta Malindi, I didn't get a good school. Nikatafuta Mombasa, I didn't get a good school. Then one of my friend from Nairobi akaniambia kuna shule iko Nairobi but it's a good school yenye wanafanya fashion and design. They do everything with mambo na art, mambo na illustrations, hizo za kuchora, za kushona. So nikaambia my dad, I don't want to go to Mombasa or Malindi. I want to go to Nairobi. I think that is a good school where I'll get better skills. Okay. Zenye. Because I felt like Malindi and Mombasa is still coast. Yeah. And I want something Different. different from coast. Yeah. So
nikatafuta shule. I was admitted in Nairobi. Shule inaitwa Delight School of Fashion and Design. It's a good school. Nikasoma for 2 years. Then I went for internship like 3 months. Then nikaanza job bado. Sikutaka kurudi Lamu because I felt like I need to work with the people of Nairobi so that I can gain more experience so that I can come back to Lamu. So nikafanya kazi huko, nikamaliza like 6 months, then I came back to Lamu. That is where I decided like now I don't want to work with my dad. I want to have my own shop. Like I want to have my own thing apart from my dad because that is his business and I want to have mine also. That is where I decided like now let me look for a shop. Yeah, but for now sijapata shop, but I'm still working. I'm still doing my things. Nafanya kazi home. I have my machine. I have everything, the dummies, the machines, but I've been working online. Okay, so do you have ready-made clothes ama mpaka nije hapo unipime? Do you have samples? Yes, niko na samples. Nimezipost kwa page yangu. Okay. When you go to my page, you'll find my samples. Niko na samples za ready to wear. Niko na even samples za event. If you want an outfit yenye unataka unataka kwenda kwa event, niko nazo. I can dress you na ukae vizuri uende kwa event. Na fashion major into female, male ama both? I do mostly ladies. Okay. But right now nimeona pia men wanapenda kazi yangu. Okay. Because I've been doing men but chini ya maji. But the moment ninawatengezea, I felt like wanapenda kazi yangu na wana appreciate what I'm doing. So kuna time ilifika nika decide kufanya both male and female. So I'm doing both. Yeah. Okay. Na okay, from time yenye ulianza kufanya kazi mpaka saa hii biggest supporters ni kina nani? Ni nguo zipi zinaenda sana? Yani ukisema if I make 10 of this and 10 of this, hizi zitaisha before his? Okay. According to me, I thought ladies ndio wanapenda nguo, wanapenda kuvaa. But the moment I came back in Lamu, nime find out men ndio wanavaa nguo sana. Actually wao ndio wanang'ara sana, wanapenda kuvaa kila wakati. So men ndio wamekuwa wakini support mostly compared to ladies. Ladies kidogo ndio hawajakuwa wakivaa sana, but nimeona men ndio wanavaa sana hapa Lamu. Do you feel pengine it's because of their culture? I'm not saying it's bad, but wakidress they have to vaa buibui juu, so most of the time they don't see the need ya kubuy a lot of fancy clothes because they only showcase them once in a while, pengine kama kuna wedding ama kuna birthdays, but on the normal days si wanavaa nguo ndani kisha buibui juu. But the men are not restricted to that, they just dress and go. That's why most of the items zinaenda ni male kwa sababu they show them every day, the clothes they show them. Have you ever maybe tried to factor that in? Ladies, I feel like the restrictions ndio zinawafanya wasivae most of the outfits because men wanavaa because hakuna any rules and everything about kuvaa. But ladies, the restriction zina matter. Plus pia, I feel like nguo za ladies ziko more expensive. Na the moment you are telling someone the outfit unataka it's this price, ana feel iko juu. But for me, nawambianga haina haja nikutengenezee kitu yenye una feel ni mzuri, but according to me si mzuri because maybe ninakwambia price ni hii but the price is not even giving. Yeah. So wana feel the price is very high. Okay. So for me, materials zenye wanapenda ni expensive material, but cost ya kununua hiyo nguo ndo huwa inawa challenge kiasi. But I think we can balance with them tuone kama ni kitu gani inawa fit, wao pia wavae wasifeel left out. We can deal with them pia kulingana na
pesa wako nayo ya. Na pengine umewahi fikiria because of the Muslim culture. Yes. Pengine venture into making designs za buibui. Have you ever thought of something like that? Ama wewe ni purely other outfits? Okay, some of my clients wanataka ni watengeneze hizo outfits za buibui, hizo mahabaya. I've been doing, nimefanya, some of them nimewafanyia, but I feel like some of them hawajajua like I'm doing that. So the moment wakijua, watakuwa wana shop from me because they really want my work. And do you have ready-made abayas pengine? Ready-made abaya, I don't have ready-made abaya because abaya mostly they consider the fabric that they want. So the moment I do the ready-made abaya, maybe the client atasema sitaki hii fabric. So when they give me the order, that is when I buy the fabric, nakuja na watengezea kulingana na kitu yenye anataka ama na fabric anataka. But you have a portfolio of your work. Enye akikuja unaweza muonyesha natengeneza kama, because you know it is very hard to trust somebody. Ukuje na nikuje pengine na design nikuonyesha I want this. Alafu niambie sawa nitakutengenezea, but sijawahi ona any other work of the sample that I want. So pengine I was asking about the abaya kwa sababu most shops wanakuanga na sample moja tu. Just to show the design moja tu. Niko na samples za the material, niko na also the samples of the abaya that wanataka. I can show them if they want. Sometimes nakuanga nazo kwa simu, mostly nakuanga nazo kwa simu, but the sample of the fabric nakuanga nazo na waonyesha. Kuna kitabu ya fabric unakuja with the name. Ukitaka, I can show you the names of the fabric and everything and the designs. Do you have the fabrics here ama mpaka usource? Just the samples ndo uko nazo alafu una source from outside ama? Yes, nakuanga nazo kwa hiyo shop sasa. The shop that I'm working with my dad. Yeah. Oh, okay. Pengine umepata challenges gani in this work? Umewahi tengenezea mtu nguo akakuja hapana, unajua pengine kwa dami mtu anaona nguo inakaa different, alafu yes body shape ziko different, ukamtengenezea nguo akaona vile ile dami ilikuwa inakaa sio vile inakaa, mkakorofishana kidogo na customer. Have you had those encounters? The challenges are there, especially kwa ladies, because the moment I place my outfit kwa dummy, the dummy is hippie, the dummy ako na bust. So sometimes client anataka venye dummy imekaa na nguo vile iko kwa dummy, ana expect like yeye ata look exactly na vile dummy inakaa. Which is the moment unakuja kwangu nikushonee nguo, I'll take your measurement, nitakutengenezea nguo, but measurements zako they are very different from the dummy. So vile we uko ni different na dummy vile yako. So hapo ndo tunapata challenge kubwa. Anatakanga akae kama the dummy. So at the end anakwambia hujanitengenezea what I wanted cause mimi nilitaka hivi, unaona huyu hapa imeamka hivi ama imekaa hivi, but ukimwangalia yeye maybe dummy ako na bust, yeye hana, but anataka akae exactly kama hiyo nguo vile iko kwa dummy. But as a designer, your work is to show her ama to explain to her kwamba you are totally different from the dummy, hivi ndivyo utakaa. But hiyo kitu unafaa umwambie before atengeneze nguo. Akielewa, it's good. Sasa akitaka atakupea go ahead. So you'll do from yeye vile anataka. Na Nigerian designers wenye nimeona huku TikTok, huku kwa internet, nimeona wameadopt nini ya kuweka sponge. Wanaweka sponges kwa nguo, ndio client akivaa at least anakaa kama hiyo. Have you tried that ama umepata pengine client mwenye anataka hivyo? Kuna client huwa wanataka, but mostly they buy the hippie bikers for themselves. Wanavaa before watengenezewe nguo. So wanakuja wanavaa, tukipima tunapima with the hippie bikers, then ama bra yenye atavaa hiyo siku ya event, it is the same thing atavaa when nachukua measurements. So the moment natengeneza nguo ikiisha, atavaa the same thing alikuwa amevaa hiyo siku nikimpima. So which is
similar to that one, but akitaka pia ekewe kwa nguo tunawaekeanga. We buy the sponge, then we fix them on the hips. Na bra cups, kuna bra cups zenye huwa zinaekwa kwa bust kama mtu ana bust but anataka akae. Yes. Tunaeka bra cups, yeah, and anakaa tu poa. Okay. Na huku tumekuwa na few contests za Miss Lamu, Miss Tourism Lamu. Have you ever had a model on the runway? Umewahi kuwa na model mwenye ali model na outfit yako, pengine akawin, pengine hakuwin? How did you feel? Models wenye walikuwa sijawahi work na wao. Mostly nimework na models wa Nairobi, that the one I've been dressing. But we were to work with Anwa Moyo, but I guess timeline yetu haikuendana because the moment I was in Lamu, she was not in Lamu, so hatukupatana. But I'm yet to work with her because we have been communicating. Maybe when atakuwa around tunaweza work na yeye kutakuwa na anything to do. Nimeona uko na few models niliona kwa page yako. So how do you work with the same people ama inakuanga different? Ama unatengenezea mtu outfit alafu you request for a video ama a photo? What do you do? Because nimeona you're trying to put your work out there. Nimeona uko na few models. Niko na few models, which Lamu imekuwa challenge kupata models cause ni kama ni kitu haijakuwa ikifanywa huko Lamu. My models wenye nilikuwa nikiwork nao ni hao wenye tulikuwa nao Nairobi. Obviously wamebaki huku, but the moment I came back to Lamu, nimeanza kutafuta models who are willing to work with me na wenye wanapenda modeling. Ni vile hawakuwa wanapata watu wa kumvalisha, but the moment nilikuja nikawatafuta, nikaongea na wao, wako willing to work na mimi. So the moment kutakuwa na any event ama anything ya kumodel, they will be available. So una recruit tukuje recruit. Ama uko na specific requirements? Unajua kuna wenye wanapenda slim, wanaitwaje? Slim models, kuna the petite models, kuna big the plus size. Mostly mi napenda kufanya kazi na the plus size cause au plus size most people wenye wana source nguo kutoka kwangu ni the plus size. Okay. Hata kama ni the young girls au pia wanakuanga at least kidogo wako na mwili, but I also have the petite models wenye maybe wanapenda hizi nguo ndogo, lazima nikuwe nao models. So I do both. Niko nao plus size na niko na the petite ones. Na vision yako kwa fashion unataka ifike wapi? Like unajiona like in 10 years ama the end game ya your fashion career ni wapi? International, national? Okay. Unaona ukipeleka models international kwa sababu fashion is a very competitive game. So are you in for the competition ama are you in because ya hiyo tu love ya kwamba you want to see the community change na wewe ndio una make the change? For me, naona fashion ikinipeleka in another level because it's something I love doing. So when I get the support from the community and from the big peoples also, when I say big peoples ni watu wenye wako maybe kwa gava ama wako watu wenye hawata to limit na fashion, cause fashion for me nimeona Lamu ikipigwa vita sana, si hivyo sana, but sasa ndo kidogo naona watu they are supporting fashion. But when I get the support from the community na pia waki cooperate na sisi, we will be willing to cooperate with them. But najiona nikiwa fashion and designer mkubwa sana in Lamu, which nitapeleka fashion into another level in cost. Not in Lamu only, but in cost yote. Yeah. That is very big. That is quite a vision. You have to put your blood and heart and blood into it. Na sasa, okay, right now you're working with your dad. Does he help with your line ama yeye anafanya yake na wewe unafanya yako?
Okay, anafanya yake cause mostly my dad is dealing with the white people. Nafanya mostly na wazungu. So for me, I didn't want to limit myself. Nikasema, I will do both. Nita work na client, the wazungus and also our local clients. So, amekuwa akiniguide a lot. Okay. And according to me, naona amekuwa aki make money from our wazungu, plus pia ye pia sometimes ana deal na hawa wengine. So I think nitafuata tu vile anafanya, but I'll do more. Yes. On the part of the local clients. Yes, the local client. I will do more kulingana na yeye vile alikuwa anafanya. Like kama alikuwa anatengenezea, but mi nataka tutengeneze hata internationals. Okay. Tukue tuna import nguo, tuna export nguo, tuna everything yenye watu watakuwa wanataka wasikose Lamu. Like kama anataka any client mwenye atakuja Lamu afeel anataka nguo design hii, I feel like anaweza pata hapa Lamu. To deal na watu, hata kama tutakuwa tunatengeneza nguo tupeleke Nairobi, tupeleke Spain, tupeleke wapi. That is my dream. Like tutakuwa tuna work international. Cause na feel pia watu wenye wako nje wanapenda kenye tunafanya na actually wanapenda kenye nafanya. So I'll be doing both. Cause hata mimi nilipokuwa Nairobi, I had a client mwenye ako Spain, nilikuwa namfanyia kazi and she was happy with what I'm doing. So na feel like I can do more things for them kama nikipata hiyo exposure. Nikipata hiyo exposure ama nikipata hiyo chance ya kufanya. Na okay, outfit huwa inaenda na accessories. Do you also design accessories, earrings, necklaces, bracelets, ama do you have somebody you can work with mwenye ukidress, tuseme if you're going kwa runway, najua ukivalisha kama ni model dress lazima akuwe na either necklace ama earrings, ama do you have somebody you work with? Kwa sababu huku pia nimeona kuna local ornaments ziko poa kama necklaces zile za brass, za seashells, za nini. They are a lot huku. Lakini sijaona models wenye sijaona designers wenye wana cooperate like I dress outfit, would dress accessories. Do you have somebody mwenye mnaweza fanya naye kazi hivyo? Kama umeorder my outfit from me na ungependa pia nikutafutia accessories, natafuta accessories. If it's something I can do na kutengenezea, but if it's something I can't do it, I order. Kuna watu nafanya na wao, so I order, they bring for me, then napeleka nguo ikiwa na accessory. Ka uko sawa ni kutengenezea nguo, you look for your own accessories, na kutengenezea you go and look for your own accessories. Basi umeingia kwa fashion in a very big way. You accessories are whole different department ya design. Na yes. Outfit pia is a whole different design. But ni vitu zina work hand in hand. Yeah. That's why ukiodewa nguo kama you can deliver it with the accessory, why not? Una deliver to with the accessories. Na wewe hujai panga kufanya show yako? Pengine uko na hizi outfits unataka ku-launch, utuite pale Mkunguni ama Lamu Fort tukae chini utupe show. You have never thought of that pengine? I thought about it. Actually, I was planning for it, but also I needed some people wenye pia watani support on that. Okay. But that was my plan. Maybe on December I was to do one. Okay. I do my runway, ni alike watu, the guest, wakuje waone what I've been doing. Like wengine hawajui ni nini nafanya, but the moment nitaita watu wakuje waone kenye nafanya, there is when wataanza pia kuni support on what I'm doing. So watarajie a big runway by the end of this year. Yes, tuta work na watu, then we will do something big. So expect kitu yenye itakuwa kitu kubwa, wajipange. Okay. So the designers wenye wako within Lamu, we can maybe work together na tufanye kitu kama hiyo yenye itakuwa kubwa. So tukuje na pesa, utatuuzia kabisa huko ndani? Tutakuwa tunauza some outfits, tutakuwa tunauza everything yenye itakuwa tume prepare hapo, which ni outfits zenye zitakuwa hapo.
Plus pia kama ni accessories lazima pia tutaita watu wa accessory. So sitafanya peke yangu, tutaita watu wa accessory waje pia wenye wanatengeneza accessories. Tuta work together na wao. So mkikuja mbebe kakitu, you'll get some good things from us so that you can promote us from there. Na kwa social media pengine uko na pages gani? Kwa social media, kwa TikTok ni Sarah J. Okay. Kwa Instagram ni Sarah J Fashions. Sarah J, can you spell that for us? Okay, Sarah J ni S-A-J Fashions. Okay. Yes. Okay. John Leona pengine unajua ukisema Sarah J, sisi tunaenda type the normal Sa. Ile S-I-R. Ni S-A-J. J ya J-A-Y. Yeah, okay. It was really nice having you. Sijui kama uko na anything to add? For me, I can say thank you, Mary. Welcome. And you have done a good thing. So when you call us, unatusaidia like we do some things zenye hatuko tuna imagine tunaweza fanya. So for those people wenye wako hapo nje wana feel like they want to do fashion, wanataka kuvaa, kuonekana like they look good. We are here as designers. We can dress them, they can look good, and we can take fashion in Lamu into another level when we cooperate and when we work together. Yes. Well, thank you very much for coming also. Okay, so watu wangu mmesikia, mimi nishapata fashion designer. Msikubali nikuje kwa show nikiwa tu hivi. Mcheze kama nyinyi, mnisupport ndio niweze kulipa Sara. Hakuwa anani dress nikikuja hizi interview ama tukipatana huko mtaani. Unajua mmezoea kuniona pengine na Crocs. Lakini now that I have met quite a very nice fashion design, I would like to change my fit. So I have an upcoming event, Elegant Vintage Lunch, and I'm going to give her that opportunity ya kuni design. I will come back with that outfit, mnirate. Alafu sasa I really hope you will support her, as I'm also requesting you to support me. Kindly subscribe, like and share this video widely. Ndio tu change outfit zetu za hapa Lamu. Sio kila siku tunapatana na the same things huku kwa town. Let's make the name is big. So let's portray it as that. Asante sana.